Mtazamaji wa Mtoro TV, hakuna kitu cha umuhimu zaidi kama afya, na ndio maana tunasema afya ni mtaji wako, afya ndio msingi wako, lakini kuumwa ni ibada. Haya ni maneno ambayo mimi naanza nayo kutoka kwenye kinywa cha tabibu wangu wa kipindi ambaye nakuwa niko naye. Muongozaji ni mimi Sheikh Mungia, tabibu wangu ambaye niko naye ni Dr. Omari Dihizi. Yeye hupenda kusema tiba ni afya, tiba ni afya, ama afya ni mtaji. Kipindi ni tiba na afya kupitia hapa Mtoro TV, na tukiwa bado na ziara yetu kubwa kabisa tukielekea katika mwisho wa reli kule Kigoma. Tumeamua kupita baadhi ya maeneo kwanza ili kukuletea yale ambayo tumekuta hapa mara tu baada ya kuikuta miti dawa, miti tiba na tiba zake. Tuko hapa Kondoa katika wilaya hii tuko wilaya ya Kondoa, manispaa ya Dodoma, ambapo lengo ni kuendelea kukufundisha, kukutibu kwa vitendo, wewe mwenyewe uweze kujitibu. Dokta, tuko hapa. Sahihi. Na hapa tuko mbele ya pilipili ndogo ndogo hizi. Hizi pilipili zilimshinda mpaka ndege hizi. Zilimtoa machozi. Mtazamaji, mbele ya macho pilipili ambazo unaziona hupenda kuzita pilipili kichaa. Si jina geni sana hili. Lakini pilipili kichaa hii inawasha sana. Inatibu? Mimi sijui. Dokta, tumesimama hapa mbele ya pilipili. Tena pilipili zinazowasha sana. Pilipili ndogo hizi. Karibu. Asante. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu. Leo tena tumekutana kujuzana mawili matatu, na hapa unapotuona tuko shambani. Tunaangalia mti huu unaitwa mpilipili kichaa. Huu mpilipili kichaa ni maarufu sana kote duniani kote. Wahindi wanatumia sana kwa kula, na pia unatumika sana kutengenezea mabomu ya machozi. Yaani una faida nyingi mno. Na kwa sisi watabibu tunautumia sana kwenye tiba, kwa kutibia maradhi mbalimbali, yale yaliyosugu na yaliyoshindikana. Pia tunatumia huu mpilipili kichaa. Pia tunatumia hata kutibia wanyama pamoja na ndege ambao huwa tunawafuga majumbani mwetu kama vile bata, kuku. Hasa kuku ndio best kwa kutibia huu mpilipili kichaa. Huu mpilipili kichaa una faida gani? Huu mpilipili kichaa miongoni mwa faida zake ni kurudisha ubaya kwa aliyekufanyia ubaya. Utafanyaje? Ni njia nyepesi sana. Chukua hizi pilipili kichaa. Ukishapata hizi pilipili kichaa, chukua na dawa moja inaitwa Halmar. Upate ile ya chenga, inakuwa bora zaidi. Alafu uchukue na kivumbasi. Kivumbasi maarufu. Ukichukua kivumbasi uchukue majani yake. Ukishachukua kivumbasi majani yake, chukua pia na chumvi ya mawe. Ukishachukua na chumvi ya mawe, unaweza kuweka na kijiko kimoja cha ngaka. Hivyo kama unaweza kusoma Qur'ani itakuwa bora zaidi. Kwa hiyo unatayarisha jiko lako, tayarisha jiko lako pale, unakuwa unasoma fakutu ya dabir alqaumi alladhina dhalamu walhamdulillahi rabbil mara 21 kwa ajili ya kurudisha ubaya kwa mtu aliyefanya ubaya. Unafanya siku 3. Unafanya leo, unafanya kesho, unafanya kesho kutwa. Unakuwa unachoma. Ubaya unarudi kwa yule aliyekufanyia ubaya. Pia kama huwezi kusoma hiyo aya fakutu ya dabir alqaumi alladhina dhalamu walhamdulillahi ambayo inapatikana katika sura ya 6 aya 45, unaweza kusoma aya inayopatikana katika sura ya 3 aya ya 75 kama sikusahau, ile ambayo inasema kama sura 75 73, ile ambayo inasema wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Unasoma mara 313 pia, na yenyewe inahusika kwenye kurudisha ubaya. Ni mujarab kabisa. Na ama unaweza kusoma katika hiyo sura ya 3 ile aya inayosema hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ile utaisoma mara 450 kwa ajili pia kurudisha ubaya. Unachukua hiyo unatia katika moto, unatia manuizie Mwenyezi Mungu kwa yote aliyonifanyia ubaya. Hivi alivyonifanyia ubaya. Mfano wa huu ubaya aliyonifanyia, Mwenyezi Mungu mrudishie ubaya wake. Kweli ubaya unamrudia. Ni mjarab sana. Pia dawa hii ni pilipili kichaa, hii ni mjarab sana kwa matatizo ya watu walio paralyze. Ukiwa na mgonjwa wako ameparalyze, chukua mizizi ya pilipili kichaa. Kuna dawa inaitwa kisaka uchawi, maarufu sana, inafahamika kwa wengi sana. Chukua pia na mizizi ya mtopetope. Mizizi ya mtopetope ambayo kwa kanda magharibi mkoa wa Kigoma inaitwa mkanda. Chemsha pamoja, ichemke ive, ikishaiva ipua, awe na kunywa mgonjwa glasi moja kutwa mara 3. Dawa ya kumchua, ima tumia mafuta ya ngaka. Ukimchua tatizo hilo la kuparalyze, kama tatizo ni sababu ni shetani, sababu ni sihiri, au sababu ni ugonjwa wa kibiolojia labda pressure na kadhalika, hilo tatizo linakuwa
lenye kuondoka, ni mjarabu na ni best kabisa. Namalizia kwa upande wa kuku. Kuku akiwa na tatizo lolote, iwe kideri, mdondo, asiwe na halisha, tatizo la aina yoyote la kuku, usipate tabu. Unawachukua wale kuku wako, unawafungia kwenye banda lako usafi. Unachukua jiko la mkaa na unaweka mle ndani. Halafu chukua hizi pilipili kichaa, ziwe mbichi, ziwe kavu, wewe chukua, tia katika lile jiko la mkaa, afu wewe toka funga. Basi pale watapiga kelele sana, watakohoa sana. Cha msingi huko, wakati zoezi hilo linaendelea, wewe huku nje tayarisha chakula kingi cha kutosha na maji mengi ya kutosha. Ule moshi ukishaisha, wafungulie. Ukishawafungulia ni wapya. Hata kama alikuwa anakaribia kukata moto, anatoka humu anashangilia. Kwa msosi wewe wa maana umewatayarishia. Watapiga msosi, wewe mwenyewe utastaajabu. Hata yule ambaye alikuwa yuko namna hii. Kuna wale ambao gonjwa yule ambao anakaa anazunguka hivi. Ndondo. Basi ukimpiga hii hapa ni mujarabu, ni mujarabu, ni mujarabu. Haijawahi kurudi nyuma hii dawa kwenye upande wa matatizo ya kuku. Best kabisa. Nikushukuru Dokta. Tuko pamoja. Mtazamaji wa Mtoro TV, kipindi ni tiba na afya na wakati ni ukuta, ukishindana nao utaumia mwenyewe. Dokta akihitimisha hivi, nikushukuru kuweza kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Nirudie kusema kipindi ni tiba na afya ni mtaji wako. Kamera namba 1 yuko Jafari Chings, namba 2 Zuberi mwana wa Kisule. Msimamizi wa haya ni Abeid Ramadhan Mbonda. Meneja vipindi na Aisha binti Kibwana. Mimi ni Sheikh Mungia, msimulizi wako tiba na afya. Bado tuko porini. Wabillahi taufiki. Tunaelekea zetu huku Dokta, tukiwa bado tunaendelea kutafuta miti mingine. Hapa salamu. Je, umekuwa ukisumbuka mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako? Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho, mikosi na gundu ni Ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao. Inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya Ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi. Anapatikana WhatsApp namba +2555155244946 ama +2557875244946. Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa Ngaka.